سمع الله لمن حمده الله أكبر. نعبد وإياك نستعين. ليس لهم طعم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sahaba wanauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma hadhihi al-adahi? Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ni sunna Ibrahim alayhi salam, na sisi tuko naye nini? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bikulli shi'ratin hasana, nyele yake yote ni hasanat, na andikwa hasanat, na sufu yake na andikwa hasanat. Ikhwani fillah, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akachinja udhuhiya kwa ngondo mbili kubwa kubwa, ndugu Waislamu, na moja ni ya watu yake na yeye na watu yake, na moja ni ya umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahbabi Rasulillah, tuhayishe sunna na Mtume Muhammad na Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na baadhi ulama wanasema udhuhiya ni wajibu kwa wale ambaye kuna uwezo, na jumhuri wanasema ni sunna. Ndugu Waislamu, wagobe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa majina mimi naitwa Salat Adhan kutoka Bomet County, lakini ile ambayo imetukera zaidi ni usalama wa rais wetu. Si mara moja, si mbili, kuanzia Wajia, ilikuwa Migori, juzi tukaona Kilifi, maneno yanaendelea. Hiyo ni watu wanacheza na maisha ya rais na askari, ambapo walipewa hiyo kazi ya jukumu, na tushaona kuna mabadiliko yamefanyika, lakini usalama wa rais ni kitu ambayo ni muhimu sana kwa taifa. Wajaribu kufanya marekebisho ya kwamba rais popote anaenda usalama wake imechungwa, imetengenezwa, imepangwa vizuri, na hakuna maneno ya kitu wanaitanga security hitch, ambayo mtu anakimbia tu ana access kwa dais ya rais. Kwa majina ni Osman Mahmud, Chair Bomet Muslim. Viongozi wa Islamu wakati kama huu ambayo uchumi uko juu, na wahimisi sana wakumbuke wale jamii ama familia ambaye hawajiwezi, wako chini sana, tuwakumbuke sana. Na upande wa serikali, manake vile tunaelekea saa hizi, tunaona mambo mengi, hasa wanasiasa, matamshi hawa ambaye ya kugawanyisha wananchi ama ya kuleta taharuki kati ya wananchi. So tunaomba sana bodi ya NCIC ambayo imeweka jukumu ya kuangalia maneno kama wale wachochezi ni kama imelala, iamuke. Wale ambaye wanataka kuunganisha Wakenya washikwe, wapelekwe kotini. Kitu tunaomba serikali yetu, uchumi vile ameenda juu sana na wananchi wanaumia kwa kupitia uchumi, iko shida kubwa sana, na rais yetu William Samoei Ruto angalie mambo ya uchumi. Tunataka at least hii mambo ya mafuta at least iende chini, kwa vile leo jana tulienda soko ya mbuzi, tunaambiwa mbuzi moja ni 20,000, mpaka tulishangaa, na wakati ya zamani ilikuwa kama 10,000, 9,000. So uchumi imepanda kabisa jana mpaka tulishangaa. Jina Isa Kahalake Suka, niko hapa Bomet. Kitu ambao tunaongea uchumi tu fenye sahi anatupeleka mbaya. Mali popote iko sahi. Hii uchumi ya Kenya, nchi yote sio Kenya peke yake, ndio inaendelea, uchumi inaendelea kuyoyoma. So tunaomba tu kwa wakubwa, kwa wadogo, kwa wale wanasimamia, uangalie usalama hiyo kitu.